inatokana na uamsho ulianzia Igale. Igale Roho wa Mungu alishuka miaka hiyo, ndio maana mara nyingi imekuwa ni kitovu cha historia ya waimbaji pamoja na watumishi mbalimbali kuinuka. Kwa hiyo kuna neema ya Mungu ilishuka ya kipekee ndani ya mkoa wa Igale. Maana ndio Pentecost kuanzia. Pastor Ezekiel au mwinjilisti Ezekiel Odero ni miongoni mwa watumishi wa Mungu kizazi hiki. Mungu anafanya yeye kwa kizazi hiki, ndio maana Mungu amempaka mafuta na kumuinua katika kizazi chake. Mungu ana kazi kwa majira na nyakati na vizazi tofauti. Itakapopita wakati wake, wengine watakaoinuliwa baada yake. Yeah. Asante. Unavyoona hivi ni kwa ajili ya kwenda kukagua uwanja ambao kwa ajili ya maandalizi ya mkutano wa Injili ambao utaanza kuanzia tarehe 24 ya mwezi huu wa 9 mwaka 2025. Lakini hivi sasa ndio tunatokea katika uwanja wa ndege wa Songwe kwa sababu katika ukanda huu wa nyanda za juu kusini, ukitaja mikoa ya Mbeya ni miongoni mwa mkoa huu ambao huko nyanda za juu kusini, ni mkoa ambao una historia yake. Lakini katika eneo hili mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel si mara ya kwanza kufika Tanzania kufanya mikutano. Amekuwa akifanya mikutano mara kwa mara, na huu ni kama mkutano wake wa 6 hivi tangu ameanza kuingia katika ardhi hii ya Tanzania. Unavyoona msafara huu hivi sasa tunaelekea katika ofisi za mkuu wa mkoa kwa ajili ya kwenda kumsabahi, ingalau kuweza kutambua uwepo wake. Na jiji la kingine Pastor Ezekiel kupitia yale ambayo huwa yanaonekana kwenye mikutano yake, alizungumza jana na utukufu kwa Bwana wakati anazungumza na mkuu wa wilaya. Alimueleza kwamba sio tu mkutano wa kiroho, ni mkutano wenye mchango mkubwa sana kiuchumi, katika uchumi wa mtu mmoja mmoja. Mkoani Mbeya, na tumesha karibia katika ofisi za mkuu wa mkoa. Jengo kubwa kulikweli, jengo la heshima. Nadhani kwa Tanzania mkoa ambao una jengo zuri zaidi, huenda sijapita kwingine, lakini hii nimeona ni mkoa ambao na jengo zuri kweli ambao liko katika eneo. Tayari tumeshaingia katika viunga hivi katika ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya taratibu nyingine ambazo zinaendelea. Ndivyo unavyoona hapo, msafara huu ndio unaingia hapo getini. Nadhani gari yake ndio hiyo hapo. Sasa hivi taratibu za kumkaribisha zinaendelea. Huyu hapo unayemuona ndio mkuu wa mkoa. Mheshimiwa Beno Malisa ndio huyu hapo, mkuu wa mkoa. Ndiye amekuja kumkaribisha Pastor Ezekiel. Kama unavyoona hapo, anasalimiwa kwamba karibu sana katika jiji hili la Mbeya, jiji la viazi, jiji la mchele na vitu mbalimbali. Kwa hiyo ni upendo wa namna gani kiongozi wa dini kama hivi anakabidhiwa na bendera ya Tanzania ambayo inaonyesha kwamba umeshaingia katika ardhi hii ya Tanzania na anaivaa. Ni jambo ambalo linakufurahisha kweli, na ni jambo ambalo linaonyesha kwamba ni kweli ameingia katika ardhi hii ya Tanzania. Na mtazamaji, kama unavyoona hapa sasa, ndio tunaenda ofisini kwa mkoa ili tutasikiliza taratibu nyingine ambazo zinaendelea. Labda sasa tutoke kwa hapa. Asante. Leo nivana na tai kabisa na kungoja. Tuna ugeni pia wa kiongozi wa chama, makamu mwenyekiti wa CCM taifa. Kwa naye amefika muda si mrefu. Ameshaondoka. Yupo, atakuwepo hapa kama siku 3. Kwa sababu zoezi la kampeni za uchaguzi mkuu zinaendelea. Tunaombea nchi yetu iwe na amani. Amen. Kwa uchaguzi baada ya uchaguzi. Sawa. Sawa. Tunamshukuru Mungu. Amina. Naamini maandalizi yako vizuri chini ya wenyeji wako.
na rafiki yangu hapa Pastor Nuhu Utukufu. Kwa hiyo tumeweza sisi kama mkoa kufanya kile tulichoweza kuhakikisha mkutano wako unakuwa successful. Na watu wa Mbeya na nyanda za juu kusini na wengine watakaokuja waweze kupata kile ambacho Mungu amewaandalia. Kwa hiyo Mbeya ni salama kabisa. Na ninashukuru Mungu sana. Sehemu ile ambayo tujawahi kuweza kufanya mkutano ni huko maeneo ya huko nyanda za juu kusini. Na ndipo kisha kwamba inapakana na Zambia, Malawi, Mozambique, Rwanda. Nilihimizia sana kwamba tukaweze kufanya mkutano huko, sio kwa ajili ya taifa peke yake, lakini pia kwa ajili ya kufungua anga ya kiroho kwa ajili ya mataifa. Sababu kanisani kwetu tunakuanga na watu kutoka mataifa mbalimbali. Nimeona mwingine aliniandikia akiniuliza, pastor, unakuja Zambia lini? Na nashukuru kwa sababu nimeambiwa mahali tunaenda kufanya mkutano inaitwa barabara ya Zambia. Tunasema asante sana na karibu sana. Nimeshukuru sana mheshimiwa. Amina. Basi najua ratiba ni ndefu. Sahihi. Nasema kimbia tuone uwanja. Sawa sawa. Asante. Nadhani na mkuu yule alikuwa anaongoja. Sawa. Basi karibu sana. Nashukuru. Yes. Amen. Wacha tu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya nchi na taifa la Tanzania. Asante kwa ajili ya uongozi wa nchi hii. Asante kwa ajili ya mkuu wa mkoa aliyetukaribisha katika mji huu. Bwana Yesu, mji huu barikiwe na ofisi hii barikiwe. Wewe tupae afya njema, achilia afya njema kwetu na hata kwa viongozi wote. Sifa na heshima zikurudie na taifa hili libarikiwe zaidi. In Jesus mighty name we pray. Amen. Asante sana. Karibu sana. Asante. Mtazamaji, tumeshatoka katika ofisi hizi za mkuu wa mkoa. Sasa taratibu nyingine zinaendelea kufuatwa katika eneo hili. Na mtazamaji, asanteni sana wale wote ambao mnashiriki nasi kwa kuendelea kutufuatilia za mkuu wa mkoa Mheshimiwa Beno, kwamba si mara kwanza na Mheshimiwa mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel kujigusa. Mara kwanza alikuja akatoa misaada mbalimbali kwenye hospitali, lakini vile vile kwenye shule, lakini akaomba zaidi na zaidi kwamba aendelee kugusa hasa sekta ya elimu katika mkoa huu wa Mbeya, hasa katika maeneo mbalimbali ya vijijini, kwa sababu tunachokitamani zaidi ni mwamko ule wa elimu. Kanaambiwa karibu sana. Basi tusikilize kile ambacho kinaendelea katika eneo hili la ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mbeya, Mheshimiwa Solomon Tunda. Basi nikukaribishe kwa ufupi ufanye utambulisho wa mwenyeji. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, pia tunaye afisa tawala wetu Mheshimiwa mkuu wa wilaya Mbeya. Kwa nafasi yangu mimi naitwa Mohamed Aziz Fakiri, katibu tawala wilaya, lakini pia tunaye afisa tawala wetu ambaye ni mtumishi anaitwa Dr. Fred Chacha. Tuko hapa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hawa ni wageni wetu ambao tunawasubiri, lakini pia nadhani kuna watu wetu wa usalama aliye escort kuja hapa, ni vyema wakamfahamu. Karibu kiongozi. Hao ni watu wetu wa usalama ambao nadhani walikuwa na kuongoza kwa ajili ya kufika kwenye ofisi hii, na tukukaribishe kwenye ofisi yetu ya wilaya Mbeya.
na hapa kiongozi wetu anaitwa Solomon Itunda. Tukukaribishe sana. Na bahati nzuri alikuwa anakusubiri kwa ratiba yako toka jana anayo. Na bahati nzuri namuona ndugu yangu alitoa ujumbe huu mapema sana. Kuja nafikiri ilikuwa mwezi wa ngapi hivi. Kwa hiyo tulikuwa tunasema labda itakuwa kesho kutwa, lakini leo Comrade Solomon Itunda amefanikiwa kupokea. Karibu sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba ukaribie kwa ajili ya kuendelea na ratiba. Natambua uwepo wa Baba Askofu wa kanisa letu la Calvary Assemblies of God, lakini pia natambua uwepo wa msaidizi wako pamoja na timu yako. Naomba pia nitambue uwepo wa mratibu wa mgeni wetu Pastor Ezekiel pamoja na timu yako umetokea Arusha. Basi inshallah tutakutembelea makao makuu ya kanisa lako hili ili tujifunze neno la Mungu, lakini pia tuendelee kujifunza maendeleo. Baada ya maneno hayo, sasa naomba nitumie nafasi hii kwa heshima kubwa kukukaribisha ili uweze kuzungumza nasi. Karibu sana baba. Asante. Viongozi wote ambao wako, nashukuru sana. Nashukuru sana kwa ajili ya nafasi hii. Kukiri kweli kwamba mambo mengi ambayo umenikumbusha mengine nilikuwa nishasahau. Na labda nimesahau kwa sababu tunapofanya jambo tunafanya jambo kwa utukufu wa Mungu, na ni Mungu ndiye anaweza kutulipa. Nimesema Mungu atatulipa. Na atatulipa hapa na atatulipa mbinguni. Lakini mwisho basi nitaomba tupate hata picha moja kwa ajili ya kumbukumbu. Basi nafikiri baba mchungaji tunaomba tuombee. Tunakushukuru mfalme kwa wema wako na fadhili zako. Asante Kristo kwa ajili ya upendo mwingi ambao umepeana katika nchi hii, taifa la Tanzania. Na taifa la Tanzania sio Tanzania tu kwa ajili ya Watanzania, lakini kwa ajili ya ndugu zake Kenya, Zambia, Malawi, Mozambique, Rwanda, Uganda, South Sudan na mataifa mengine. Tunashukuru kwa sababu nchi hii imefanyika bendera ya amani kwa ajili ya East Africa. Asante ni kwa ajili ya mkuu wa mkoa, asante ni kwa ajili ya mkuu wa wilaya, lakini zaidi ya yote asante ni kwa ajili ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mama Samia. Asante kwa ajili ya amani ambayo ameachilia katika nchi hii. Na Yesu Kristo, mkutano huu ufanyike baraka, sio kwa ajili ya Tanzania peke yake, wote watakao kutoka mataifa mengine kuingia. Nabariki ofisi hii, nabariki mkuu wa wilaya. Yesu Kristo, zidi kumpa hekima na maarifa na nguvu ya kufanya kazi yako. Anapohudumia raia, anahudumia hata ufalme wa mbinguni. Sifa na heshima zikurudie Kristo. In Jesus mighty name we pray. Amen. Asante. Sasa Devota, hivi vitu visogee kwanza hapa, hivi viwili. Haraka. Hii moja pia hapa. Na mtazamaji, mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika ofisi ya mkuu hapa, na zoezi linalofuata sasa ni zoezi la upigaji wa picha maalum kabisa ambayo ameiomba mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mbeya. Picha Mheshimiwa huyo unayemwona hapo kwa upande wa kushoto wa Pastor Ezekiel, Pastor Sami, lakini aliyeko nyuma ni nabii, lakini mwingine ni askofu hapo pamoja na mkuu wa wilaya vile vile. Baadaye nitakupitisha kidogo kupata kufahamu historia nini ambacho kinapaswa kufanyika katika mji huu wa Mbeya, lakini mkutano maalum ambao utafanyika kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 28 mwezi mkoa huu. Kipindi hicho kabla haijajulikana kama mkoa wa Mbeya, ilijulikana kwa jina la Thousand Highland Province, kwa kujumuisha baadhi ya maeneo ya mkoa Iringa na Rukwa, na mkoa wa eneo la kilomita mraba 60,000. Hapa ndio tunakaribia katika uwanja huu wa ambao ndio utafanyika mkutano mkubwa sana wa Injili hapa ndio panaitwa Zambia Road, uwanja wa Zambia Road. Katika kituo cha daladala kilimo hapa, unaweza ukashuka hapa. Ni uwanja ambao kwa kweli ni maelfu na maelfu ya watu wanatarajiwa kufika katika viwanja hivi. Na sipati picha hiyo tarehe 24 itakuwaje, kwa sababu imekuwa ni jambo ambalo ni kubwa kweli kweli. Uwanja ndivyo unavyoonekana hapo katika runinga yako, ndio uwanja ambao watu mbalimbali watafika hapa kwa ajili ya kufunguliwa. Wewe una mtu ana shida mbalimbali, uhakikishe kwamba analetwa katika eneo hili na kufunguliwa. Lakini pamoja na hayo, mara nyingi nimekuwa nikiona mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel amekuwa akihakikisha kwamba hakuambii uache dawa, tumia dawa zako, lakini pia amini pia Mungu akufungue, kwa sababu kuna wengine ambao katika shuhuda mbalimbali ambazo tumekuwa tukishuhudia msikia wameamua kuja kumsindikiza katika kuja kukagua uwanja huo. Ukitazama upande wa mbele ambapo kuna hilo jukwaa sasa, waumini hawa sasa wametoka wapi hawa? Yaani ndio walilala hapa wakasubiria ama inakuwaje? Kwa hiyo tunasubiria tuone kama nini ambacho kitaendelea. Nadhani tusogee kwa mbele, lakini unaweza kushangaa hao, kuna watu wametoka nje ya nchi, kuna watu wametoka mikoa tofauti tofauti ambao wao walipata taarifa kwamba kwa siku ya leo Pastor Ezekiel atafika. Kwa haraka haraka ni watu kama 200 na zaidi kwa kukadiria, na hawa ni wale ambao walipata taarifa ya kuja kukagua uwanja. Sio wale waliopewa taarifa tarehe 24 hadi tarehe 29 Septemba kwamba kutakuwa kuna mkutano.
hii ni wanasema hii ni Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ilikuwa sawa, umetoa hizi hapa. Naomba sauti ya stage. Ni basi nimefunga. Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu Mbeya. Huku ni karibu tena ni mbali, lakini huku ni home. Nawashukuru sana, ijapokuwa sikutarajia mtakuwa wengi. Nani amewambia? Mlikuwa mnajua? Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya fursa hii. Sifa na heshima zikurudie. Asante ni kwa ajili ya uwanja huu. Asante ni kwa ajili ya mkoa huu, na asante kwa ajili ya wilaya huu. Yesu Kristo, sifa na heshima mara nyingine ni zako. Kwa nafasi hii ukatende sawa na jinsi ulivyoahidi. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Watu wa Mungu, tumekuja hapa leo na kesho nitakuwa nimerudi tena Kenya, na Wakenya wamewasalimia sana tena zaidi. Ijapokuwa Kenya na Tanzania ni mandugu, tofauti ni umbali wa mpaka tu, lakini tuko mandugu. Mara nyingine ya tatu nauliza mmetokea wapi, mmejulia wapi kama mtoto Chikoni. Naelewa kila kitu. Asante sana. Ni mara yangu nadhani kama ya 8 kama sio 6 kuingia Tanzania, sababu Tanzania sio nyumbani bali ni home. Tanzania ni home, na ninashukuru sana kwa ajili ya kunikaribisha. Nilikuwa nimekuja nikague uwanja huu na tufanye maombi hapa, sababu tusipoyaombea inaweza kuwa ni kwa mambo mengine, lakini ombi langu ni kwamba kuanzia leo uwanja huu utakuwa ni uwanja wa miujiza na ishara za Yesu Kristo. Naomba kwa ruhusa zenu nikaweze kushuka, tutembee kwa uwanja huu, alafu tuende tuombe mahali ambapo tunatarajia kuwepo madhabahu. Ni sawa? Asante sana. Zaidi ya yote, ardhi hii nimeibariki kuanzia sasa hadi wakati mkutano unapokamilika. Uwanja huu sio wa kilimo, bali uwanja huu ni madhabahu yako kwa ajili ya Injili. Watu kuokoka, watu kukombolewa, kupona, kufunguliwa, miujiza na ishara kutendeka mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, yeyote atakaye kanyaga hapa, chochote kinachomtatiza kiondolewe. Iwe ni kansa ipone, iwe ni arthritis ipone, diabetes, pressure, ukimwi, umasikini, ufukara, laana zote zitoweke katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, yeyote yule ambaye ni mlemavu atakapoingia katika uwanja huu, asije akasubiri mpaka wakati wa maombi. Apone ulemavu wake, atoke kwenye wheelchair, atupe crutches, atembee kwa miguu yake. In the mighty name of Jesus Christ. Yeyote yule ambaye ni kipofu atakapokanyaga ardhi hii ambao nimeibariki kwa jina lako, huyo mtu macho yake yafunguke aone. Kiziwi vile vile, hata bubu kinywa chake kifunguke katika jina la Yesu Kristo. Yule aliyepangiwa kufa akikanyaga hapa, regesha uhai wake Yesu Kristo. Na yule ambaye ameitwa ni maskini, mfanye kuwa tajiri. Yeyote atakaye kanyaga hapa, hata kama nyota yake ilichukuliwa kiuchawi, Yesu Kristo unamregeshea, maana uwanja huu umebarikiwa. Ardhi hii ijae moto wa ukombozi, miujiza na ishara. Anga hii ijae moto wa miujiza na ishara na uponyaji na ukombozi. Watu waokoke na wakombolewe. Bwana Yesu, mara nyingine naomba ukabariki taifa hili. Tanzania libarikiwe na libarikiwe zaidi. Na ardhi hii kuanzia sasa sio mahali pa ukulima hadi mwisho wa tarehe 28, bali ni ardhi na ni madhabahu
ya wokovu, miujiza, ishara, ukombozi na maajabu. Endea maajabu ya kushangaza kwa utukufu wa jina moja peke yake, Yesu Kristo wa Nazareti. Na ni kwa jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuibariki ardhi. Amen. Asante. Tunashukuru watu wa Mungu, tumefika hapa na tumebariki ardhi hii kwa ajili ya mkutano. Mkutano wetu unaanza tarehe 24 hadi tarehe 28, na tunashukuru kwa ajili ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na vyombo vya usalama ambao wametupa msaada huu na kutuhakikishia usalama. Maeneo haya ni maeneo mazuri sana, kwa sababu ukiangalia barabara vizuri utaona magari yanapita. Nadhani hii ndio inaitwa Zambia Road. Hii ni Zambia Road, na ikiwa inaitwa Zambia Road, nadhani naweza nikakisia kwamba ni kwa sababu barabara inaenda Zambia ama inatoka Zambia. Inatoka inaenda. Kwa hivyo ni mahali ambapo ni rahisi sana kufika. Ukifika ni kando ya barabara, ni kuingia tu.